Mama, nimefanya uamuzi. Nitawachunga kondoo na mbuzi muda wote. Kaini atalima shamba. Hupenda kutifua udongo na kupanda. Ninapenda vilima na nyasi za nje na kuishi nje penye uwazi. Ninalifahamu hilo. Mifugo imeongezeka. Inahitaji mtu wa kusimamia muda wote. Hakika nyie watoto wawili mnatofautiana. Mama, unaweza kuniambia kuhusu habari za bustanini? Ndiyo. Ninaweza kukuambia. Maisha yalikuwaje huko? Tulikuwa na kila kitu. Hatukuhitaji kutafuta chakula wala maji. Wanyama hawakutuogopa, wala sisi hatukuwaogopa. Hatukuona joto wala baridi. Hatukuhitaji kabisa nguo, kwa sababu hatukuoneana haya. Ninaelewa kuhusu haya. Ila ninahitaji kujua habari za Mungu. Mungu alikuwa mwema na mkarimu kwetu. Aliongea nasi katika njia tuliyoielewa. Alimfurahia sana Adamu kabla hajaniumba mimi kutoka katika ubavu wake. Mungu alitupenda sana. Ndio hayo tu, mama? Hapana. Kuna mengi ambayo hatujawaambia. Ninahitaji kujua kila kitu na kwa undani zaidi. Kaini? Kaini? Maji yanaburudisha, sio? Yanaburudisha baada ya kutoa ngumu. Inatosha. Vizuri, nitakuonyesha, sawa? Mimi na mama yenu tunafikiria kwamba ni muda wenu wa kujifunza juu ya Mungu na njia zake. Mungu aliwafukuza kutoka katika bustani, kutoka peponi mpaka katika maisha haya magumu ambayo mimi na Abeli tunaishi. Na sasa hamvuni chochote isipokuwa miiba. Kuja niwafundishe juu ya Mungu, ninyi miiba michanga. Kaini, kama unataka kumjua Mungu, unapaswa umtafute kama unavyotafuta pumzi ya uhai, kwa nguvu zako zote, kwa vyote ulivyo navyo, kwa kila punje ya nguvu ulionayo. Hata ikikugharimu maisha yako, mtafute Mungu. Mungu yukoje kwanza? Yeye ni kama maji. Anakufuta na kukufunika kabisa kutoka kila upande, kama ulivyokuwa dakika zilizopita. Kwa hivyo napaswa nipumue maji. Haya ni maswala mazito. Unajiona mchekeshaji? Inatosha. Mungu alimwambia baba anaweza kula kila kitu katika ile bustani isipokuwa tunda kutoka kwenye ule mti. Kila kitu isipokuwa tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Nyoka alikuwa mjanja. Siku moja tulikuwa tunatembea karibu na mti na nyoka alianza kunisemesha. Aliniambia nitakuwa kama Mungu kwa kujua mema na mabaya. Tunda lilikuwa linatamanika,
Mungu alisema hakika utakufa kama utakula tunda kutoka kwenye huu mti. Mungu alimwambia hivyo Adamu, sio mimi. Na kwa nini ulilichukua? Nilitaka kujua mengi kama Adamu anavyojua, na kuwa na busara za Mungu. Tunda lilikuwa linapendeza. Nililichukua mkononi mwangu, nikalinusa, na lilikuwa tamu. Nililimenya na kulikata na kulijaza mdomoni mwangu, na lilikuwa tamu. Ni nini kilitokea? Hakuna kilichotokea. Alinipa tunda nami nikalila. Kwa hiyo ni hayo tu. Mwanzoni alikuwa hayo, ila baada ya muda kidogo tulijiona tumepoteza kitu fulani. Tulijiona watupu katika dhamira zetu, na tulikuwa na haya kwa tuliyofanya. Ghafla tulitambua tulikuwa uchi. Tulihangaika kutengeneza nguo kwa majani ya miti ili tustiri uchi wetu. Mlikuwa uchi? Mwanzoni hatukuhitaji nguo tulipokuwa bustanini. Maisha yetu yalikuwa hayana hatia na mioyo yetu ilikuwa safi, na tuliposhindwa kumtii Mungu, alifahamu mara moja kuwa tumekuwa tofauti na kuwa tabia zetu na uhusiano wetu zinabadilika. Lakini alikuwa nyoka aliyewashawishi. Aliwadanganya. Na hili ndilo tatizo. Tulimwamini sana nyoka kuliko tulivyomwamini Mungu. Mungu alikuja kututafuta katika utulivu wa ile siku. Tukajificha. Tulijua tumemwasi na kwamba tumeyafanya haya kwa kusudi letu. Kwa hiyo alitufukuza kutoka kwenye ile bustani, kuja kwenye nchi hii ambapo bila yeye tunahisi kama vile tumekufa. Hata baada ya kuhuzunisha moyo wake, najua bado anatupenda. Kama sio hivyo, kwa nini ametutengenezea nguo kutustiri uchi wetu? Je, Mungu aliendelea kuongea na nyinyi baada ya hapo? Wakati mwingine tunadhani tunamsikia, lakini ni upepo uvumao. Tunaweza kuona ushuhuda wa uwepo wake upo karibu na sisi. Tunaona kazi zake na hatusikii sauti yake. Nitafikiria kuhusu jambo hili. Lazima nijue kuhusu Mungu huyu. Je, yeye ni Mungu wangu pia? Ndiyo Abeli. Yeye ni muumbaji wa kila kitu. Kwa hiyo ni lazima nimjue. Kila mara mnasema tu kuwa Mungu atakuja. Ndiyo. Lakini miaka imesababisha kufifia kwa tumaini hili, kama kufifia kwa kumbukumbu za bustani. Toka! Abeli! Toka nje! Nenda! Abeli! Abeli! Abeli njoo! Abeli! Unaona watu wako walichofanya katika shamba la nafaka? Wameharibu shamba lote! Nitaua! Nitaua! Nitawaondoa! Acha hilo mara moja! Acha hilo mara moja! Angalia kondoo wake walichokifanya katika shamba la nafaka. Wameharibu shamba lote!
Hili limetokeaje Abeli? Zizi alikuwa imara vya kutosha kuwazuia, na shamba lilikuwa likitamanika. Uondoe, wasogeze mbali. Samahani baba. Nimefanyika na nini na samani yako? Itarudisha mboga katika bustani? Unataka nini? Niambie unachotaka. Watoto inatosha. Nitakufidia. Nitakufidia. Uondoe. Tulia. Tulia. Abeli, achana na kondoo, nitawaingiza ndani. Nenda ukakoge mtoni. Mama, ni sawa. Kaini ana haki ya kuchukia. Tutamsaidia. Ni nini kimetokea? Njoo kaa chini. Kaa chini. Ana hasira na ni vigumu sana kupatana naye. Niachie. Hasira huwa hazimwachii kiurahisi. Labda itakuwa vizuri nikienda mbali kukaa vilimani na kondoo kwa wiki chache. Ninaamini hivyo itakuwa vizuri zaidi. Ni bora niondoke mara moja. Nenda.